mstari wa 1 na wa 5 tunaongea kwamba Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Yohana 12:1, tusikie mzee wetu akisoma. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Siku ya kwanza ya juma, ndio Maria Magdalene alikuja kwa kaburi mapema. Angali ilikuwa giza asubuhi mapema, na aliona jiwe limeondolewa kwa kaburi. Akashtuka, jiwe liko kwa mlango wa kaburi. Basi alikwenda mbio akakuja kwa Simoni Petro na wanafunzi mwingine aliyependwa na Yesu. Akawaambia, wameondoa Bwana toka kaburi, wamemtoa Bwana kutoka mkaburi, na hatujui pahali walipomweka. Lakini hatujui walimweka wapi, haiko tena. Wakati imani yako iko matatizo, wakati unapoteza imani ya Mungu, usikoke na amani. Tafuta Mungu, usijichekeshe na kujifariji na uko na uhakika kama ulishachana na Mungu. Huyu mwanamke alipokuta Yesu haiko mkaburi, alirudi kupasha wanafunzi, kwa maana alikuwa na masikitiko, Bwana haiko na hatujui kwenye iko, na tutakuwa na amani tukijua kama Bwana iko wapi. Ukuwe na amani mu maisha ukijua kwenye Yesu iko maisha yako. Basi Petro akatoka na mwanafunzi yule mwingine. Ndio. Mwanafunzi mwingine aliyekwenda upesi kuliko Petro. Ndio. Akafika wa kwanza kwa kaburi. Mwanafunzi mwingine alifika wa kwanza kwa kaburi, lakini akainama na kutazama ndani, akaona sanda ya kitani imewekwa lakini imeweka kwa burini. Na tafadhali, akainama na kutazama ndani, akaona sanda ya kitani imewekwa lakini hakuingia. Basi Simoni Petro anakuja vile vile akimfuata, na aliingia kaburini na anaona sanda ya kitani imewekwa. Amen. Amen. Ni historia fupi nataka tuongelee, kwa sababu ikifika saa 6 kamili tunaanza meza ya Bwana. Yesu alitoka mbinguni na misio. Alijua mimi naenda kudunia, lakini naenda kufanya nini? Naenda kufa. Na kuna nyimbo naimba, Bwana asema ni nani atakayekwenda badala yangu. Amen. Bwana alisema tutume nani atakayekwenda badala yetu. Yesu alikuja kuwakilisha ufalme wa Mungu kudunia. Kwa nini Yesu awakilisha ufalme wa Mungu kudunia? Kwa sababu aliyekuwa mwakilishi halali wa ufalme wa Mungu alikosea. Mungu alipoumba Adamu na Eva katika shamba la Edeni, aliwaumba kwa malengo wabakiba representa yake kudunia. Akawaambia, nimewabariki, zaeni, muongezeke, mjaze nchi, mlime, mkule, muishi kwa amani. Shetani akatuonea wivu. Ndakukumbusha mu maisha yako na yangu, tuko na mtu anayetuonea wivu, anaitwa shetani. Kile ambacho shetani anataka kukuambia ufanye mkosee Mungu, unawazaka kwamba uko unajifurahisha, lakini hapana. Kila kile shetani anafanyaka kwetu ni kusudi tupoteze ile utawala yenye Mungu alitupatia, kwa sababu kila wakati tukiishi kwa amani na Mungu tutafanyikiwa. Shetani iko na wivu, anajua kwamba mwanadamu akiwakia mwaminifu, akiheshimia Mungu, atawarikiwa. Haja ya moyo wake Mungu atamutendea, kwa maana Mungu anapendeka mwanadamu akwe pamoja naye. Na ndio maana wakati malaika alitabiria Mariamu, utazaa mtoto jina yake Emmanuel, yani Mungu pamoja na Mungu anataka wakati yote akwe na watu, mutembee pamoja, muishi pamoja, mufurahi. Lakini maandiko inasema shetani alipoleta chuki, alipoleta ubaya, mwanadamu akaacha Mungu. Mwanadamu alipoacha Mungu, Mungu akamwima vitu 3. Kwanza, Mungu akamwima pouvoir ya kudomine. Hakuna kitu tena atawale.
Kila mwanadamu aliyeacha Mungu hana uwezo kufanya nini? Ya kutawala. Ndio maana wengi wetu wameshaenda Freemason, wameenda prima kule kutafuta wengine uwezo kufanya nini? Ya kutawala kontrere na ile Mungu alikuwa anafanya. Mungu alikuwa anapatia uwezo kufanya nini? Ya kutawala bila masharti. Kitu ya pili, Mungu alitia mwanadamu, Mungu alikuwa anatia mwanadamu roho ya kuongezeka. Zaeni muongezeke, mujaze nchi, mujaze dunia. Kitu ya pili Mungu alipatia mwanadamu ni roho gani? Ya kuongezeka. Hauwezi ongezeka bila neema ya Mungu, kivitu, kimaisha, mpaka kukue neema ya Mungu. Kitu ya tatu Mungu alipatia mwanadamu ilikuwa ni uzima. Amen. Ndio maana mule mshamba la Edeni mlikuwa mti wa uzima, matunda ya uzima ilikuwa mule, unakula unaishi. Amina. Lakini ile yote ikamchukiza Shetani, akaleta uharibifu, mwanadamu akaasi, Mungu akatuma Yesu, wewe ndio unarudishia wanadamu uzima. Ndio maana wakati walipiga Yesu misumari kwa miguu, haleluya, kulitokea ishara, damu ilivuja. Damu ilitoka kwa miguu ya Yesu, ile tangaza kitu gani? Ile toa laana kwa maisha ya mwanadamu. Kitabu cha Mwanzo sura 3:14, Mungu anaambia nyoka, mimi natia uadui kati yako na huyu mwanamke na uzao wake, utaluma visigino. Wewe nyoka, uwapige miguu. Bwana tuhurumie. Laana ya mwanadamu ilianza hapo, ya kupigwa nini? Mguu na nyoka. Mtajua kwamba miguu iko na role mbili. Ya kwanza, kukomboa maeneo iliyotekwa. Kama uko na maeneo iliyotekwa, miguu yako ndio inapaswa kufanya nini? Inapaswa kukomboa. Ya pili, kukupatia milki, yani urithi. Huwezi pata urithi bila miguu. Ndio maana Yoshua sura 1:3 maandiko yanasema, kwenye unakanyaga mimi nafanya nini? Mimi nakupa. Sasa ukikanyaga ndio shalibiwa na nyoka, hauna kitu pale. Ni kusema haiko Bukavu itakuima parcel, haiko Bukavu itakuima nyumba. Kikitakuima nyumba, kikitakuima ndoa, kikitakuima maisha. Ni nini? Ni miguu iliyopigwa na nini? Na nyoka. Ndio maana Mungu anasema, wana wa Israeli mnataka toka Misri, lakini msiende mikono mitupu, kwa maana kazi ya kwanza ya Pasaka ni kurudishia watu nguvu ya uchumi. Nguvu. Na Mungu akurudishie nguvu ya uchumi. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Akawaambia wa Misri, wa Israeli, mwambie wa Misri wapatie vitu. Msiende mikono mitupu, walombe. Na mimi Mungu nawapatia kibali baba. Sasa unaona uko na shida, wewe unalombaka juu ya tamaa, lakini haulombake par recommandation ya Mungu. Leo uanze kuomba par recommandation nani? Ya Mungu. Mungu atakupa kibali. Ndio uko na lomba utavipata. Walipiga Yesu msumari kwa miguu. Damu ikafanya ikatoka. Ile damu ilipoenda kwa ardhi, mwanadamu akatoshewa laana yenye nasema nyoka atakuluma nini? Atakuluma miguu. Nimetakasa miguu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Nyoka aliyeluma katia mabaya kwa miguu yako, mimi naivuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ukitembea ukomboe maeneo, ukitembea ubarikiwe, ukitembea ufanikiwe. Kwa damu iliyotoka kwa miguu ya Yesu, miguu yako ipone katika jina la Yesu Kristo. Na Yesu alihukumiwa kifo. Maaskari wa Kirumi wakampiga mijeledi, kwa maana hakuna atakayemhurumia, alishahukumiwa kifo. Lakini kuna kitu Yesu atafanya hapa. Walimpeleka Golgotha saa 3 ya asubuhi, na akienda, wanawake wa Galilaya walimfuata. Wanawake wa Galilaya walijua lia, walijua omboleza, na Yesu aliwageukia. Walidhani Yesu atawaunga mkono. Yesu akawaambia, msiniamrie, mjililie nyie na watoto wenu. Acha nikukumbushe, mbele ya kuona magumu mwingine, mwenzetu anamalizika hii siku ya ndugu, msaidie, muone huruma, angalia kwanza magumu yako. Yesu anasema haiwezekani uone boriti mjicho, uwe kosa na kipande ya mti mlicho yako. Unakuta magumu ya wenzako ndio ndako nongea yako uionake. Ndio kulunga nyumbani wanasema ogaja bakana araganja ni. Mwenyewe kwa sababu jana shebeke ni. Sema mama fulani mjani mako. Mbele ya kuona boriti mjicho ya mwenzako, ona nini? Ukipande na mtu yuko mlicho yako. Yesu akasema, msijifanye kunihurumia, kwa maana huruma yenu itaniongezea uchungu. Mjililie nyinyi na watoto. Kanisa ni wakati ya kujililia. Haiko wakati ya masifa, haiko wakati ya kiburi, ni wakati ya kujililia. Yaani Pasaka ni wakati ya kila mtu anapaswa ikala anajiuliza, mimi naendaje na msalaba wa Yesu?
Kwa maana Yesu anasema ukinipenda utajitwika msalaba wako mwenyewe. Hapana ya Yesu, yako. Hapana yangu, yako. Amen. Uko unatembeaje na wokovu? Unatembeaje na msalaba wa Yesu? Fikiri. Pasaka ni wakati kila mtu kufikiri. Ndawakumbusha hata gangi wa aina gani mbele ya maiti, kila mtu anataka saa ya kufikiri. Unajiuliza kama ilikuwa mimi. Amen. Na ujiulize kifo ya Yesu kumsalaba. Wanampeleka na msalaba. Wanakutana na Simoni Mkirene. Wanamwambia saidia Yesu, anasema sitaviweza. Safari ilikuwa ngumu. Tangu saa 3 kutoka kwa Pilato, fasi inaitwa Praetorio, ikulu ya uliwali, kuenda Golgotha. Tena Yesu alitundikwa wapi? Kwa lango la mji. Hakutundikwa kaseme kwa siri. Walimutia kurompwe. Na Biblia inasema mpaka wanawake na wengine walipita wakatikisa kichwa kusema aliyefufua Lazaro hawezi kujitoa pale. Ni kusema yenye uko anapitia Mungu biko wanaliona. Ndio watarudisha kuzi yake. Hata wangizi yake Mungu wako, Mungu ni Mungu tu. Wasimame wa mshimange, wa mtukane, wa mcheke. Shika Mungu. Hauna haja kuelewesha watu wapende Mungu wako. Wewe ndio mpende kwa na marezoni na tuma na mpenda. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anaziakiwa. Anatemewa mate, anapigwa. Wanapiga misumari, wanapiga mkuki. Damu na maji ikaruka. Yesu alisema kama maneno 7 kwa Golgotha. Pale kumsalaba. Mwanangu, ona mama yako. Alitoa Yohana kwake, akampatia Mariamu. Akamwambia ile mwizi, leo utakuwa na mahali pema peponi. Alisema nasikia kiu. Alisema Eloi Eloi lama sabakthani. Alisema Baba, mikononi mwako naweka. Iko maneno 7 sikuipanga. Kwa nini siseme kenda? Ni kusema hesabu ya Mungu inajulikanaka. Inaweza wezekana uko nasumbuka tu yafika mhesabu ya Mungu. Ukifika mhesabu ya Mungu, Mungu atatenda. Na hivyo hiyo hesabu yake ni ngapi? Vumilia, uoneshe uaminifu, uoneshe kumpenda. Mungu anataka tumupende, tumtii, tujililie, tuombolezee nafsi zetu, tuambie Mungu tunahitaji msaada wako. Na walipomzika, kuna mwanamke walisema tuende kukaburi. Najiuliza, na nishaka tena jiuliza, mwaka jana nilifundisha tena hapa. Nilijiuliza, hii neno ninarudia kila wakati ya Pasaka. Wanawake wanaogopaka makaburi. Huyu alitosha kuraje wapi ya kwenda kukaburi ya Yesu na mafuta? Huyu ndike anaenda atafanya mpaka tushia atagusa. Hata onea maiti kwa mbali, ataigusa ndio aitie kwa mafuta. Ni kusema kila mwenye ataweka maisha yake muhatari juu ya kuinua jina la Yesu, Mungu atamheshimisha. Amen. Tunamhubiri mwanamke leo haikujua kwa mtakatifu, alikuwa nabii. Ni kwa sababu aliandaa mafuta ya kupagala mwili ya Yesu. Ndakukumbusha kwamba mkanisa watu wote watajulikana mkuhubiri. Mbinguni hatutaenda shehe wote mkuhubiri upako mingi. Hatutaenda mkuleta maverbe na maanthropology mahubiri. Mbinguni kila mtu ataenda kulingana na gisi atafanya vile Mungu alimwambia afanye. Tunamsoma mu Biblia, tunamfundisha Mariamu Magdalene, nijua alileta mafuta kukaburi ya nani? Na hakuigusa na hakuona. Aliona tu nijua haiko, hakungoya verifie. Akasema hii information ifanye ifikishe, nisichelewe kufikisha habari kama mwizi aliiba. Bebeto wakiwa nisaidie, tutafute mwili ya Yesu. Ingani mwa hii environment hapa. Usingoje vitu vifike mbali njoo lete habari. Wende kwa Yesu wakati unaona vitu vinashindikana. Acha kugangana, tafuta Yesu. Akaenda kamia wanafunzi. Anawakuta wiko wanalia. Ni mko mnalia na Yesu kwa nabezoe matapana mafuta. Kabla mimi nafika kukaburi. Mimi nakuta haiko. Na mlango iko kile kilijibu hakiko. Biblia inasema kuna mwanafunzi alikuwa anapenda sana jina lake itajwe, lakini wataalamu Biblia wanasema ni Yohana. Ndio alikuwa kijana sana mwanafunzi. Na alikuwa kama kifua ya Yesu sana. Alikuwa karibu na Yesu sana. Akasema mimi na wahi, acha nimkumbushe kwamba zimegarani mavuno. Unaweza kimbia na hautafika. Kuna watu wanawaza kama kukimbia ndio inawapatia. Ndio maana wazee wanasema kwamba kijana na wazee wanaokaa chini wanaona mbali kuliko vijana wanaosimama. Usifuate kile unaona utaumia. Huyu kijana aliinuka, alikimbia, ana nguvu za ujana lakini ana woga ya maisha. Alipofika kumlomba kaburi akasema
nisikie kutana na Mungu mmoja. Mkaburi Yesu mtokana na Mungu. Kwa maana ni kijana, lazima awe na mtu kumrudisha nyuma. Ndio unakuta unapendaka Mungu lakini na bali nisema unarudia kwa juu. Jungali kijana. Unapendaka ningeiba lakini bali mimi nilituma vibaya sasa na kesho unarudia nyuma. Huko kijana unapenda Mungu lakini bado unaogopa na Mungu ngeko mkaburi wa Yesu. Kwa Mungu hawezi na Mungu hawezi kuwa Mungu. Ni mawazo yako tu yanakukopesha. Mule ni Yesu ndio alikuwa mule. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa angalia akafika kwa mlango kaburi akaikaa. Mzee Petro na miguu na shida ya maisha na mifupa akafika kufika ukaburi akaingia. Niko nasema kwamba kuna wale kutangulia lakini utafika mbele yao. Amen. Kuna wale kutangulia. Nataka sema kwamba kuna wale kutangulia. Batafika walikala kumlanga wawezi fanya nini? Mwatengeni mwenyewe kuna neema. Nakupa neema ya kuingia mbele. Nakupa neema ya kuingia baraka. Nakupa neema ya kuingia uzima. Nakupa neema ya kuingia maisha ya mafanikio. Ufanikiwe katika jina la Yesu. Pasaka yetu ifufuka, ufanikiwe. Kushangilia na Bwana. Yuhai. Haiko tena kaburini. Amefufuka na ushindi. Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema walipochungulia wakaingia nyuma ya Petero. Petero alishagusa mpaka na kitambaa. Akasema Yesu haiko. Mwali tangulia anapewa habari na malifika nyuma. Anambia Yesu wewe tangulia tu. Na mimi nafika. Tangulia tu. Na mimi nafika. Mpe mtu mkono mimi tangulia tu. Mimi sijaogopa mbio yako. Nafika tu. Tena mbele yako. Ni neno la Mungu. Watakaofika ni wale ambao hawana woga ndani yao. Unaona uko na lala nasusia maisha. Acha kulala nasusia maisha, upende lala na ahadi ya Mungu. Bana kuna ndakula nini kesho? Ndafanya nini? Ndalipa nyumba. Lala na ahadi nasema Mungu alisema ukiniamini nitatenda. Yeremia 33 tunasema niite, nitaitika, nitawaonesha tena. Mimi sina haja ya kujiuliza kama niko na malaria nikamata kisha na luma. Wewe wakiwa unawaza malaria, mimi nawaza ahadi ya uponyaji. Maandiko yanasema kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Sitalala na mawazo ya magonjwa, ndalala na ahadi ya uponyaji. Badilisha ndoto zako katika jina la Yesu. Na ukitaka Pasaka ilete mema kwako, kuna vitu 7 lazima ufanye. Ukitaka Yesu afufuke ndani yako ili uwe na ushindi, ni vitu ngapi? Ya kwanza, maisha ya maombi. Maisha huyu mwanamke hakutoka Mkaware, hakutoka Munganda, alitoka katika tembele watakatifu wa Mungu akaenda kukaburi. Haleluya. Waliamua, waliishi maisha ya nini? Maisha ya maombi. Ni maisha ya kuweka mbali na dhambi, ni maisha ya kuweka karibu na Mungu. La vie de prière. Maombi haiko kipindi, maombi ni maisha. Inabidi kuishi maisha gani? Ndio maana Paulo anasema kwa Wathesalonike wa kwanza 5:17, ombeni pasipo, ombeni pasipo, omba asubuhi, omba mchana, omba magharibi, omba wakati wote. Kama maombi kwa maisha yako, utakuwa mbali na dhambi, karibu na Mungu. Na ndio Pasaka inaanza. Mbali na dhambi, karibu. Kuna watu wiko karibu na kanisa lakini mbali na Mungu. Bali yako programu za ibada lakini uko mbali na nani? Kisha Yesu akasema acheni magugu na ngano feli. Lakini nataka nifanye miaka kwa magugu na ngano. Magugu itayoka ngano. Hata mtu ifanye kipande ya mtu ifanye miaka mmoja itayoka mamba. Kitu ya pili, usifanye vitu kimwili. Usikuwe na maamuzi ya vitu kilini. Mimi nasikia ndao na anachumbia ndao. Mimi nasikia niko na pesa kuchuruza na anatafuta mtaji. Mnikopesha mtaji wa veke na anachuruza. Usikuwe nafanya vitu kimwili. Ukikuwa nafanya vitu kimwili, hauwezi weza kuendelea maisha. Kimwili kitapigwa na nini? Na mwili, na mapepo, na mchawi. Ukitaka Pasaka yako ifanyikiwe, ukitaka maisha yako ifanyikiwe, uzoee kufanya vitu kiroho. Mungu, bila kushukuru, naamua kwenda Nyawera. Bisi itakuwa ni wewe uiongoze. Baadaye nitakutana na Mungu uiongoze. Kwenye mimi naenda watu wanakutana na Mungu, nipe kibali. Utakayefika, Roho Mtakatifu fanye ni alishatengeneza. Na mwalikwenda kuchunga na maneno munjia unakuta haiko. Mwenye angeleta buzona nakuta haiko. Roho Mtakatifu anatengeneza njia yako. Usilamuke tu mkitanda, ushaenda kutoalete, ushaenda bai, ushaenda macho, ushaenda, unacheka Yesu si aomba, wewe uniongoze. Hautafanikiwa. Hauko poze.
ulimwengu ya roho inatembea na watu kafanya nini? Inatulia. Kitu ya pili, ili uwe na Pasaka yenye nguvu katika maisha, ukuwe unafanya vitu hapana kimwili lakini ufanye kiroho. Kitu ya tatu, haleluya, upatia mbegu yako uhai. Uzoe kupatia mbegu yako. Kupatia mbegu uhai namna gani? Ni kuwa naonesha Mungu ndio unataka fanye. Mwanzo tusomee ile Yoeli 1:17. Haiko kwa hiyo ndiko lakini uiongeze. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu, niko na hawa watoto. Sijui watakuwa nani kesho, lakini mimi nipapa uhai. Mimi nawaombea. Ndio maandiko yanasema kwa Ayubu sura 1:5, alikuwa anatoa sadaka kila wakati wa sherehe. Mungu, upatie watu wangu uzima, wakupende, akose walikutukana sijue, lakini uwahurumie juu yangu na sadaka mimi nakupa. Nikupatie mbegu uhai. Mungu niko nasomesha watoto, bakimaliza masomo kuwasaidie. Kwa maana kuna watu watawatafuta. Ni bajeni tuko nabo, hawata tunako watu wanaendaka, batenda kwa masherehe, batenda kuiki na kile, na kule batafanyishwa ni hatujue, lakini uwapatie uhai wewe sawa mzazi kwa madhabahu, useme Mungu angali huyu nifie, ndio vitu vya lesbianismo liko, vya banini, vya magari liko, lakini mimi naileta kwako hizo dhabihu, uwape uhai. Ndio kupatia mbegu uhai. Wewe mmoja 17 inasema je baba? Mbegu zimeoza chini ya udongo wao, gala zimeachwa bure. Mbegu zinaoza. Amina, inaisha pale. Mbegu zimeoza ni kusema ulizaa watoto 10 lakini hakuna faida. Ulifungula duka hakuna faida. Mlianza tabulajeri hakuna kitu. Mkauza bajaji ikaanguka. Mliuza moto ikauana. Mbegu zenu zilikufia wapi? Ndani ya ardhi. Sasa Pasaka inakuja kupatia mbegu uhai. Ndio maana Yesu akupatia mkauli. Haleluya. Amen. Sifa kwa Yesu. Amen. Sifa kwa Yesu. Amen. Kitu ya ine, tafuta upewe nguvu za kiroho kwa madhabahu iliyokubaliwa. Utaki upate nguvu gani? Za kiroho. Lakini wapi? Kwa madhabahu iliyokubaliwa. Madhabahu ziko lakini kuna zile hazikukubaliwa. Ukitaka fanikiwa uwe na nguvu maisha, utafute kupewa nguvu za nini? Za kiroho, lakini kwa madhabahu yenye ilikubaliwa. Pasaka haitakuparamia. Twende kwa Kutoka 12:5. Pasaka haitakuparamia. Tutasherekea na wengine wanabakia hivyo hivyo. Kutoka 12:5 kwenda mpaka 8. Kutoka 2:4 Biblia inasema hivi, ndio akatuma vijana wa Bwana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa. Pasaka hii iwe na mafanikio, usudi upate ukombozi wakati wa Pasaka. Akatuma vijana na nini? Na sadaka ya kuteketezwa. Na sadaka ya kuteketezwa. Mutatoka muutumwa wa Misri. Pasaka yenu ndio hii. Mutaisherekea miaka yote. Lakini lazima watume vijana waliona sadaka gani? Ya kuteketezwa. Pale ndio shida hii. Wakati Pasaka ni sikukuu ya kutoa. Pasaka ni sikukuu ya kutoa, sikukuu ya kujitoa. Yesu ni Pasaka yetu. Alifanya nini? Alijitoa. Yesu anambia Mungu anambia wana wa Israeli, mutatoka mu Egypte. Mnatesekana Egypte. Mimi nasikia, lakini hamtatoka vile. Mtachinja kondoo, mpagani zangu kumilamu. Yaani hakuna kitu rejareja, hakuna kitu teketeke mulimwengu wa roho. Mulimwengu wa roho kila kitu kinawekewa hesabu zake. Kwa nini utafanikiwa? Kwa maana unaona kwamba ile stile yako ndio ulimwengu wa roho inakubali kukufungua. Ijapokuwa inapiga miaka mpaka uzee. Ndio maana walifanya miaka 10 ni kipofu. Tuma vijana na sadaka za kuteketezwa. Ndio, okay. Na waliotoa sadaka za salama, na wengine walikuwa na sadaka za amani za ng'ombe kwa Bwana. Walikuwa na sadaka, ukaendelea mpaka 8. Walikuwa na sadaka ya ng'ombe. Sadaka gani? Sadaka za amani. Yesu amani yetu.
akupe amani. Kuwa na amani ya roho ni furaha sana. Utake sana kuwa na amani ya roho maisha. Mungu akupe tulizo katika maisha, atoshe magonjwa, atoshe maumivu, atoshe machungu, atoshe mitego, atoshe mabaya, akupe amani. Lakini walitoa nini gani? Sadaka ya amani ilikuwa ni ng'ombe walitoa. Musa na wasukuma. Musa akatoa nusu ya damu. Musa akatoa nusu ya damu, akaiweka ndani ya mabakuli. Ndiyo. Na nusu ya damu akanyunyiza juu ya madhabahu. Akatoa kitabu cha agano. Ndiyo. Akakisoma masikioni mwa watu. Ndiyo. Wakasema, yote Bwana aliyoyasema tutafanya na kutii. Amen. Yote Bwana aliyosema tutaifanya na kutii. Yaani kuna kufanya vitu bila kutii. Sasa Mungu anasema kusudi mfanikiwe, Pasaka iwe na nguvu, ni kufanya vitu pamoja na nini? Na kutii. Hapana kwa kiburi. Pamoja na kutii. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kitu watu wanakosa leo, wanakosa roho ya utii. Watu wanafanya vitu kwa kiburi. Ndio unajikuta mtu anataka kukala, wakimwambia ikali anastirika sana mbada. So unajiuliza, pamoja na zile hasira ataabudu Mungu mwenyewe. Musa akatoa damu. Musa akatoa damu, akainyunyiza juu ya watu. Akasema, ndiyo, tazameni damu ya agano Bwana aliyofanya pamoja nanyi juu ya maneno haya yote. Amen. Amen. Kitu ya tano, ili Pasaka yako iwe na nguvu, ni kujikomboa toka mikono ya miungu kwa njia ya dhabihu. Kujikomboa toka mikono ya miungu kwa njia ya dhabihu. Kwa sababu tulikuwa tunaongea siku ya tano kwamba damu ya Yesu ilikuja kutuokoa na miungu ya kabila. Kila kabila iko na miungu yao. Kila kabila iko na tabia yao, na adui wa kwanza wa mwanadamu ni kabila yake. Hata ufanye nini, hauwezi kwepa kabila yako. Matendo yako itakuwa kushikanishwa tu kidogo na nini, na kabila yako. Hata ufanye nini, ni fulani, miungu ya kabila. Unaweza toka hapa sasa hivi unapata franga mingi sana, unaenda kufungula butiki yako kule Busie Walikale na hautamaliza mwaka. Miungu ya wakumu inakumaliza. Kuna watu wanatoka hapa walifika kule Makalemi Balenda oa haikujua alipenda mama. Kwa maana Kalemi nilifanya zaidi ya miaka 8 Kalemi, sikuona ndoa ya fienda garso. Niliona moyo kule Malungaki Kalemi, tena moya ya fieme. Yaani Kalemi ile sisema fie kwa na 18 20 kaenda Lunga. Kwa ile miaka tulishi kule sikuona. Unanifuata? Haiko juu ni wabaya, ni miungu. Utaenda kwa kule primary ukuta mafimbi mingi liko kule, watu washaka sana. Unaenda kwa kule sekondari kwa mafimbi kule, watu washaka sana. Unaenda kwa mkweli. Unaenda kwa mkweli, nilienda. Nilienda. Ndio system yenye iko. Ukienda kule kumtawa kule, kuna mtu anapiga magoti karibu kumeza. Atasimama kwa hii magoti mpaka sasa unatoka ende kule. Lakini kwetu haoni kasombe na wako kumeza ende kule. Ni tabia. Usitaki ya mama ndio lete huko wale huko wewe mama. Amita ingiana juu ni miungu ya kabila ndio inapatia watu stili ya kuishi. Kuna watu ni wapole, haiko juu wanaokoka. Kabila yao ndio inawaambia vile. Kabila ndio inapanaka ritmu ya kucheza. Kuna wale wanachezaka hivi, kuna wale wanachezaka kuna ruka kwa Masai, kuna wale kila ni kabila ndio inapapatia. Na ukikoa hili kabila kuna keti kuta maverbe kuongea yako kufuatana yako, na ndio maana Petro akasema hata kutembea yako
alipasha kufanana stili ya kabila yao. Kabila yetu ni Yesu Kristo, tutembee saa yeye, tuongee saa yeye. Juu damu ya kondoo imetutosha kwa Wanyindu, kwa Wahavu, kwa Wavira, ikatuleta kwa Yesu, kwa madhabahu iliyokubaliwa. Nikusema bomoa miungu ya kabila yako kwa njia ya dhabihu. Hata ufanye sambla, hata ufanye siku unakufa watatombea kanisa, mweshi wa jamaa, tumalize dua zetu. Kabila inakuwa na nguvu, ataka ni neglige. Mtu anasikia lakini ile mizimu ya kabila, ile vitu ya kabila tunafanyaka sababu yenye hatu sibaya mtela mwenyeji ni chako kwa Yesu, lakini siku takufa bali jiriji wewe watajua kusema Mungu alitoka wetu. Pour dire que ile miungu ilipenda kudirije, lakini kwa akili. Unahitaji damu ya kondoo. Hello. Hata kwa sherehe ya ndoa ya mapasta na mapadri tunaonaka inafika fasi wanasema ni wakati ya kuingia kwa familia ya fulani. Hapana ya kanisa fulani, ya familia ya fulani. Na mule banafanya mariti, banafanya maadoration selo kabila. Na nimesema watu wengi wanafungwa juu ya kabila yao. Nilipana mifano ile siku ya namna wanawaka wafie. Nilisema Rwanda avec 2000 francs wanafuatilia hivyo. Ile kufuatilia hivyo wanafunga mlango. Dada wanasema hauna mwingine atakonaka, yule kijana shaka fuatilia hivyo. Hapa Rwanda kuko mafie wenye biko na madiza pale Makenza. Bwana wanataka nafuatilia hivyo wakaenda Bulaya, batajaka wao wakirudi. Kenza wewe fie, batafuatilia hivyo kwa kuna 35. Unapiga Kenza haiko 50 ile. Nikuko tu huru kwa Yesu, pepele, unarukaruka kabila yenu. Banasema mwenye washaka kufatia ile mwezi olewa. Kuli kumarika washaka pana mpanda, washaka pana na tala na mlingiti. Wakati tunafunga mlango. Huku kwa mwingine washaka pana $100, sema tunakia hapa kuboresha vitu tunapeleka, basi tukapana $100. Sasa wewe uko mkanisa uko na abudu Mungu kwa madhabahu, lakini kabila yenu kwa sheria inasema kwamba bashakula $100 kwa yeye hawezi olewa. Ungo yake ule. Kumbe ule nani farisera alijiendea. Nini nakufunga? Usiingie kufufuka. Nini nakufunga? Ni miungu ya kabila yenu. Pasaka ilikuja kushindana na miungu ya kabila. Ndio maana Musa aliambia wana wa Israeli, mtatoa kondoo na vijana watembea mbele na sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani za ng'ombe, ili niwape amani na nitengeneze sadaka kwa madhabahu, ili mfunguliwe. Hiyo damu tutapaka kwa milango, Pasaka ikamilike. Wachoyo hawana haja kusherehekea Pasaka tu. Pasaka ni sikukuu ya kupeana. Haleluya. Kitu cha tano utafanya ili Pasaka yako ikubaliwe, ujikubalishe katika ulimwengu wa roho. Ujikubalishe, yaani hautakubaliwa, wewe utajikubalisha. Ndio maana usema maandiko yanasema malaika akamwambia Mariamu, umejaliwa neema kuliko wanawake, mbarikiwa mtoto wa tumbo lako. Napenda ile umejaliwa neema kuliko wanawake. Pour dire que hawakuchagulaka Mariamu tu pa kulikuwa concours de filles mbinguni. Bakaleta bashamini, bakaleta chigani, bakaleta banani, bakaanza kucheke. Mariamu akafanya nini? Akapata neema. Niko nataka uliza, Mungu akicheke maisha yetu Siloamu, nani atapata neema? Bakienda kwa matendo mema utapata neema. Bakienda kwa watoaji utapata neema. Bakienda kwa watakatifu utapata neema. Bakienda kwa watu wenye na hekima utapata neema. Bakienda kwa watu kwa wafumu utakuwa. Bakienda kwa makahawa utatokea kule. Bakienda kwa wapi kwenye watachomokea. Tunasherehekea Pasaka ndio, lakini kuna masharti. Hata Yesu pale kwa Yohana tulisoma tu pale alisema inakusikia Pasaka inakaribia, mwende mniandalie. Wanaandaaka Pasaka. Hawezi tu kurupuka. Andaa. Kwenye hata safari kwenda kutoaleta na yandaaka kifuria kwenda mbinguni.
Uko na haja kwenda kutoalete, lakini uko mkitanda uko na namaliza ngine taratibu nitoka tuliza kitu tamu. Kifua kwenda mbinguni. Utashtuka tu unaenda mbinguni. Kila kitu kizuri kinatakiwa nini? Maandalizi mema. Uko na ndani ni juu ya mbingu yako. Uko na ndani ni juu ya Pasaka yako. Uko na ndani ni juu ya maisha yako. Kule hakuna shortcut, hakuna kupita kikatilishi. Ni hivi. Na roho yako ndio inakwambia uko naandaa wapi. Unaweza nidanganya mimi na kila mtu. Sio roho yako huwezi nidanganya. Ujikubalishe katika ulimwengu wa roho. Jitafutie neema. Jitafutie kibali. Maandiko yanasema walitafuta mabikira watakachaguliwa mmoja kwa mke wa mfalme. Esther akapata kibali. Nini mpa kibali? Alikataa kuvaa kama wabinti wa ile nchi. Alikataa kula kama wale mabinti. Akasema mimi nitaishi kwa maombi. Alikula uji wa mtama. Alikula mboga mboga. Alipoonekana mbele ya mfalme akapendeza kuliko wote. Maandalizi. Je, muujiza yako uko naiandaa? Maisha yako uko naiandaa? Haujui kama wengine Mungu atawabariki wanakuwa na diabetes hawezi tena kula sukari. Haujui kama wengine Mungu atawabariki wanakuwa na kanseri, wanakuwa na vidonda vya stomach. Ni kwa sababu hawakujua kuandaa. Kwa niko na wewe Mungu atanitendea yaka, lakini hivi niko na hamu ya pombe nikunywe kwanza safini. Utakia kupata muujiza mafafu ilishakaoza. Mungu hata kuzuia, akunywa tu. Mafafu itaoza na muujiza inakuja, mafafu ilishakafanya nini? Ujikubalishe katika ulimwengu wa roho. Siku moja Petro aliambia Yesu, sasa Yesu, mambo yako pungufu. Batafuta kukua Yerusalemu kule tukiona. Tena mtobete turudie Yerusalemu. Yesu akamwambia, toka nyuma yangu shetani. Kuna wakati unaweza kupokea mtu mshauri lakini ni shetani. Jikubalishe katika ulimwengu. Hakuna mtu atakukubali, wewe ndio jikubalishe. Pambana ili ukubaliwe. Mungu anasema na Kaini kwa kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 7. Kaini, ukitenda vyema utakubaliwa, na ukitenda mabaya dhambi iko kumlango na inakutamani itakumeza. Abeli hakukuwa na ushirika na Mungu, lakini alitafuta ushirika na Mungu kwa kujikubalisha kupitia nini? Sadaka zake. Akatolea Mungu sadaka nzuri kuliko nini? Ya Kaini, akapata kibali. Mimi wanasema bata kusema hawezi sema naona kibali. Na wewe uko na kibali na unakifanya mema. Kusudi uongelee mpaka kufanya nini? Mema. Na nilikuwa niko naongea na mtu mmoja tena nikamwambia tafuta kuwa na bon souvenir na watu. Haleluya. Hata kama hauko tukiongea tena tutaongea nini? Ile masouvenir za mzuri ulifanya. Hata miaka ishakapita ndio fulani angekuwa pakasha koropa hapa, angekuwa pakama shafanya hivi. Ile mazuri kwa nafanya haitabakia bure. Itakuwa inaongelewa na inakumbukiwa kwa mema na watu wanakubariki. Kama ulipokuwa na souvenir na mtu kisha mtu kukumbuka na kubariki, Mungu ambariki kwa alienda kabisa. Lakini kama uko na ubaya, Mungu amuone yule mtu kwa alienda bila alinifanyiaka. Sasa ujipatie wewe pekee shauri. Kama unapenda kwenda kukumbukiwa kwa mazuri, wala utakumbukiwa kwa yote, lakini wewe ndio utakumbukiwa kwa nini. Kaini, ukitenda vyema utakubaliwa, na ukitenda mabaya dhambi na kuotea kumlango na inakutamani ikumezi. Kanuni ya sita ili ufanyikiwe na Pasaka yako na utawala mwa hii dunia uende mbele maisha, ujikubalishe katika ulimwengu wa roho. Ujitafutie positionnement. Hapana trete, hapana uko hivi kamilio. Tafuta position. Babranamisi wanaita toka mwesprit ya chauve souris. Popo atembea mchana, anatembea usiku na hana identite. Hakwake nyama na hakwake ndege. Ndio Babranamisi wanakemea demo ya chauve souris. Pepo ya popo. Na watu wengi wako na pepo ya nini? Mambo watamu na kana moite. Mchana watembea, yaani kusema mchana ni wapole, usiku ni machui. Na kanuni ya 7 ni kumwachia Yesu mizigo yako.
Ukitaka fanikiwa na pasta kapo kwa mafanikio ni kuzoea kuachia nani mizigo yako. Nani? Tusomee Isaya baba. Kumata Isaya 53:4. Je, mizigo yako nani iko nayo? Nani mwenye kwa mizigo yako? Wewe mwenyewe uko nayo. Ushavimba kwa mkoli mgongo, uko na mkoli kichwa. Tuwa mizigo patie Yesu. Anasema kwa Mathayo 11:28, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, na mimi nitafanya nini? Nikawapumzisha. Ubadilishe mawazo leo. Tumikie hivi vitu sana. Isaya 53 mstari wa 4 tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Kweli amechukua taabu zetu. Kweli Yesu amechukua taabu zetu. Taabu yako na yangu. Mwenye kwa ni nani? Ni Yesu. Na amebeba huzuni zetu, pamoja na uchungu ya maisha, uchungu ya matatizo, uchungu ya upangai, uchungu ya kukosa pesa, uchungu ya kulala njaa. Nani iko nayo? Yesu. Lakini wewe sondanga yako. Kuna misirani yangu hapo baba. Utaenda wapi? Pasaka inakosa nini? Inakosa nguvu. Kwa maana uchungu wako mwenyewe kwa nani? Ni wewe ndio uko leo mwenyewe. Lakini tulimwona akipigwa, tuliona Yesu akipigwa, akiteswa na Mungu na kuhuzunishwa. Amen. Kwa kupigwa kwake tumefanya nini? Tumepona. Tosha machozi, tosha uchungu. Mungu iko anatenda. Mungu ni mwaminifu. Amefufuka, na mwanamke aliwaambia twende haraka, kwa sababu Yesu haiko tena kaburini, amefufuka. Na walipoenda walikuta amefufuka, wakamwona mtu pembeni, wakamwendea. Wewe tunataka shamba, kaburi yetu ilikuwa nazika mtu wetu wa lazima sana, hatumuone. Ni Yesu, lakini imani yao ilikuwa na uchungu. Hawezi ona Yesu na uchungu. Yesu alishafufuka na yuko pembeni pale anasimama. Na malaika wawili niko mle mkaburi. Wanamwambia, mnashatafuta mtu mzima katikati ya wafu. Basi mtafute mwatasa tena. Basi mtafute mwakesheni. Basi mtafute mwasebateni. Basi mtafute mwagonjwa. Umepona. Tunashukuru kwa maana Yesu anaponyaka, anazalishaka, anafunguaka, anawekaka huru. Akifufuka ndani yangu, ndani yako, kila kitu chetu kinafanya nini? Kinapokea uhai. Na upokea uhai katika jina la Yesu. Amina. Amina. Lakini uwezo na Yesu na uchungu. Walikuwa na nini? Na uchungu. Walikuwa na huzuni, wakaona Yesu, wakaingia mu confusion. Yesu akamwambia, mnamtafuta nani? Bwana, wewe ndio jardini hapa. Wewe ndio unachunga hii shamba. Kama hii kaburi mlikuwa nazikiwa Yesu. Acha kucheza na Yesu. Acha kulialia bongo. Yesu anatembea na imani, wasio na huzuni ndani yao. Yesu akawaangalia kona mama na baba bichao haiko sawa. Akawaambia msinibusi. Siaenda kwa baba ambaye pia ni mama yenu. Sijaenda kwa baba ambaye pia ni nani? Ndio kajitambua. Walipojitambua Yesu alifanya nini? Akapotea kama tukutanane wapi? Galilaya. Kwa maana mlikuwa na uchungu, tuko na nyinyi saa yote, lakini mko na nini? Na uchungu. Lakini wanafunzi wanaenda wanaongea mje, bosi, niko naongea habari, wangelia vile walikuwa Yesu Bwana, Yesu alikufa. Mwanaume ameshafufuka, lakini wanaongea habari ya nini? Ya kukufa. Usiwaambie kama ulishafufuka, acha waongea habari ya kukufa, hapo umeshafufuka. Amen. Amen. Usiwaambie kama ushafanya. Baendelee kuongea habari gani? Kumbe ushafanya. Bana wao maana funga macho, kumbe nilifunga macho nikiema wakachimba kaburi, kumbe nilikuwa naomba. Nilikia kufungua macho kaburi kwa tayari kumkana mfano chini. Sasa wanataka nichimba ni tushe na kumbe dozo kwa ifanye nini? Wewe kaza imani, Mungu atakutendea. Wakiongea njiani, Yesu akawatokea. Mungu mnaongea nini Bwana? Sikia uchungu vile unatumaka mtu anapata taadabu. Wewe, hauja habari ya Yesu wa Nazareti? Haujui sisi walimuua kwa ingarti yao makuhani hao mafumbavu wanamuua. Yesu anasema nilikuwa na kazi ya miaka 3 na miezi 6, lakini sikuwasaidia wabadilike. Magari zile machui, makali, watu matata.
Yesu akaendelea na anaendelea. Sasa wako mtu gani hawika wajua Yesu hapo? Yesu anaendelea tu kufika Emausi na kwa jioni. Yesu akapenda yeye. Balikuwa makali walikuwa na upendo, wakamasa hata kama wao hauna information. Kwa hiyo kama wao watu mwema kazi huko. Kwa hiyo lale na shie wewe mwangaishi. Tulale hapo kule kuchakula yetu, kesho uendelee na maisha yako. Mmemkwenda jikaza mpate information. Mimi sitaishi kwa information, naishi kwa maombi. Information itaniambia kama dolari ni pana, maombi itaniambia kama mwenye yake ataishi kwa imani. Mtu ambaye anataka Pasaka yake kuwe na matokeo ni mtu anaishi maisha gani? Ya maombi. Walipoenda kwa meza, Yesu akamega mkate kwa ile sistema ya mbinguni. Hata kukula watu ya Mungu inafananaka, kuishi yao inafanana, kuongea yao inafanana. Akamega mkate msistema ya kiroho. Haleluya, haleluya. Alipovunja mkate, nijiuliza hapa, nani mwana kumkata na kukula mbele ya kukula aombe? Unataka kata tonge ya kwanza kwa jina la Yesu, ya pili nienda. Lakini mwambie maombi mbele ya kukula ni maombi ya lazima. Ile chakula unataka msoko ujue ulishiwa gani? Ile chakula iliandaliwa namna gani? Haujui na chelo pola moto kubabula yako. Haujui mlikuwa unalisha nani mtu gani? Haujui, ombea chakula. Yesu akabariki mkate, macho yakafanya nini? Ikafunguka. Ilipofunguka Yesu akatawanyika. Akawapotea. Hawezi kaa na Yesu na huzuni. Shauri yangu ili Pasaka iwe mafanikio, ondoa huzuni. Mungu atubariki, amen.